Hello, 1 2 mic testing. Okay. Right. Sasa hapo bomba tena zaidi. Right, asante sana mpendwa mtazamaji mahali popote ulipo. Asante sana mpendwa mtazamaji mahali popote ulipo. Natumai kwamba saa hizi mambo imekuwa bomba tena zaidi. Sijui hali gani, hali yako vipi, umeshinda vipi? Kama kawaida leo ni siku ya Jumatano. Tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka wa 2021. Kisi Hot TV dakika 17 juu ya saa 4 majira ya Afrika Mashariki. Na kama uko ndani niambie unawakilisha rekodi gani? Kama hali iko sawa kabisa hapo nje niambie kwamba iko swafi kabisa. Kama kawaida tulikuwa tumezoea kila Jumatano tunaleta Inua Talanta, lakini tumeisimamisha kwa sababu ya kufuatilia sheria na kanuni za corona ili tuone kama corona itapungua ama itakuwa namna gani. Lakini kama uko ndani niambie unawakilisha rekodi gani, hali yako vipi? Itakuwa ni vizuri tena zaidi ukiniambia kwamba uko ndani na hali iko safi kabisa na mambo iko bomba tena zaidi. Uko vipi? Lakini tulipoachana hapo tangu siku ya Alhamisi iliyopita, Jumaa ikifika tukapiga kazi hivi kapata ya kwamba nimemaliza late, lakini yote tisa tunashukuru Maulana ya kwamba kukurukuntu halinishikilia vizuri. Lakini kwa sasa leo niko hapa mzima kuhakikisha kwamba nimekupeleka taratibu pate burudani na raha murwa kabisa. Lakini kuna yale ambayo tunasema kwamba muhimu wetu hapa, lengo letu kuwa hapa ni kuhakikisha kwamba tunajenga lakini hatubomoi. Lakini kama uko hapo niambia kwamba alivipi, mambo vipi, back to school bado inaendelea, watoto wanapelekwa shule, wale ambao wanaenda kidato cha kwanza wiki ijayo wataanza kushughulikiwa na mambo ikae safi kabisa. Moja kwa moja kama uko ndani niambia unawakilisha rekodi gani? Kama umepata hiyo link share na watu, ambia kwamba tuko live, tuko ready, tuko rada kuhakikisha kwamba yote iko safi kabisa. Wale wote ambao wananiambia kwamba tuko ndani, tuko ngangari na tunaendelea kukufuatilia vizuri tena zaidi na kuamua kwamba Kisi Hot TV ndio channel ya online ambayo inakupea raha murwa, kuambia kwamba hapa Megonga ndipo na mambo iko safi kabisa. Mtu aliyekuwa wa kwanza kuingia kwa kipindi akisema kwamba tuko ndani, naona Turudiane Nyamari, asante sana Gregory, asante sana watu ambao walikuwa wanasema kwamba tushughulikia sauti, asante sana akina Turudiane Nyamari, akina Mumanyi the actor, nasema kwamba niko ndani live lakini angalia sauti nishaishughulikia vizuri sana, nashukuru tena. Sad list na mcheki pala anasema kwamba hi Dan, hi to Yaspin Moni, anasema kwamba double M anasema kwamba hi Dan, we can't hear you, your mic is not working but I think now it is okay. Yaspin Moni anasema kwamba tuko ndani, asante sana wazima tunashukuru ana vizuri tena zaidi. Mwingine hapa anaitwa Fenwell Nyagaka Simonchoro anasema kwamba tuko nawe pamoja. Mumanyi the actor anasema kwamba brother, asante sana. Dominic Onderi Nyaboto, wakili Dominic Onderi anasema kwamba Mike but saizi iko bomba tena zaidi. Fenwell Nyagaka Simonchoro na kucheki bro. Mumanyi the actor anasema kwamba tuko ndani bado tunaendelea kufuatilia. Yaspin Money still not working anyway. We will be back mitambo ikiwa sawa, iko sawa sasa. Mumanyi the actor na kucheki Dr. huyo Dominic Onderi Nyabuto wakili na kucheki pia Turudiane Nyamari na kucheki Ruth Bosbori, asante sana. Anasema kwamba hi Mwensupi. Mwingine hapa anaitwa Turudiane Nyamari anasema kwamba sasa imekuwa safi kabisa. Gregory anasema kwamba iko sawa. Turudiane Nyamari anasema kwamba hi Ruth, masalamu pale. Wakili Dominic Onderi anasema kwamba sasa inafanya kazi. Mwingine hapa anaitwa Ruth Bosboria hata na
Anasema kwamba hata kama sauti hakuna sing'oki ng'o, niko hapa timu kubwa na kanyaga kubwa kubwa, kwani iko nini? Mgeni hapa anaitwa Ruth Bosbori, asante sana. Yasmin Boni anasema kwamba Chief Boniface hapa nawakilisha timu Dubai. Niko ndani, hope you are doing well done. Okay, asante sana. BBS Kenya Entertainment, Binti Boy sana anasema kwamba I'm following. Judy Kwamboka anasema kwamba hi five everyone, ndio kuingia karibu tena zaidi. Valentine Lifestyle anasema kwamba hi everyone, na mwingine hapa anaitwa Pleasant Dota anasema kwamba hello, tuko ndani, ndio tujaja hapa wazima, mtuambie ni kipi ambacho mmetupangia. Asante sana. Kama uko ndani na umechagua Kisi Hot TV kama station yako ambao unaitazama wakati kama huu na kufuatilia vipindi vile vinaendelea kukujia hapa kwa njia iliyo murwa tena zaidi, tunasema kwamba wacha Mungu akulinde na akupee kila kitu ambacho unahitaji katika maishani mwako, kwa sababu kwake hamna jambo ambalo ni gumu kwake. Asante sana. Kama uko ndani na umechagua kututazama wakati kama huu, nashukuru sana na wacha Mungu Waisa Kamesha Kana Pedinego aendelee kukubariki, baraka zile kubwa kubwa, baraka ndogo ndogo zote kwa pamoja aendelee kukubariki na itakuwa ni bomba tena zaidi. Niko ndani mimi mwenyewe kama Dan Arsenal Boy ama Daniel Keriga. Uko ndani kama wewe mtazamaji wangu. Niko na mjadala babu kubwa. Nakwambia kwamba kama si corona ningekuwa na wageni wasanii ambao wanaibuka hapa, lakini kwa sababu ya corona tufuate sheria. Nawaambia kwamba saizi ndio tunajipanga moto, saizi ndio tumeanza. Tuna mjadala hapo babu kubwa, tunaendelea kujenga na kuhakikisha kwamba tumejijenga na tumesonga mbele. Asante sana. Florence Twea anasema kwamba niko ndani kama kawaida. Asante sana, nashukuru tena zaidi. Na wale wote na wafadhili wote ambao wanatufuatilia na kusema kwamba Kisi Hot TV ndio mambo yote. Mjadala wetu wa siku ya leo, kuna mwanadada hapa amekuja amelia, amesema kwamba Dan, ukweli tulikuwa tunapendana na jamaa fulani. Wakati tulikuwa tumependana tukaoana, hata kama ni mtoto tulizaa, lakini ilikuja ikawa wakati bahati mbaya tukakosana, akanifukuza, nikarudi kwetu. Nikakuja nikasikia kwamba ashaoa bibi mwingine. Sasa huyo bibi mwingine ambaye ashaoa wameishi na yeye, imefika wakati sasa amesema yule mwenye ameoa wa nyuma ni mbaya kuliko mimi. So amekuja kwa wazazi, ameambia wazazi nimeomba msamaha kwa yale ambao nilifanya, ninaomba mke wangu arudi tuishi, tulinde wa mtoto. Wazazi wamesema kwamba sisi hatuna shida, bali tu kile ambacho naistahili kufanya, helewaneni na mpenzi wako. Akikubali kurudi basi, asipokubali sisi hatulazimishi. Ndio maana huyu mwanadada anasema kwamba huyu akaniacha, akanifukuza. Wakati wote alikuwa anaishi na bibi mwingine, yeye amemfukuza tena, anataka kurudi kwangu, na naendelea kupiga akili zangu, kufikiria siwezi rudia matapishi. Lakini sasa kuna ile ka feeling, mtoto anajua babake, sema kwamba jamani, mami nataka kuona dadi. Kwa sababu ya mtoto sometimes na feel ya kwamba ningerudi, lakini mimi kivyangu nafikiria, nasema kwamba hapana. Lakini mtoto mbia ananifanya ndio nirudi. Nifanye namna gani? Niko kwa njia hapana. Sijui nirudi ama nisirudi, niendelee na maisha yangu. Kwa hivyo sasa ndiye amekuja hapa ili mkampe ushauri. Ushauri wako ni wa muhimu sana. Kwa hivyo nataka kuweka link hapa ili tumshauri kwa njia sawa, tumshauri haelewe hii mambo inakuwa namna gani, na nitakuwa bomba tena zaidi tukisaidiana. Asante sana kwa wale ambao wanaendelea kuingia wakisema kwamba tunafuatilia kipindi kwa njia iliyo taratibu. Anaitwa Ntuga 3 anasema kwamba wapi Lulu. Titus Mutiani anasema kwamba following the shows. Thank you so much. Happy Mora
Naye anasema kwamba tuned in. Samuel Nyerere anasema kwamba arudi wapi, kwa nani, saa ngapi? Hii haiwezekani. Nataka maoni yako kupitia njia ya link ninaweka hapo. Unipe ushauri wako, unipe maoni yako kwa huyu mwanadada, kwa sababu hako kwa njia panda, anashindwa nifanye nini, nirudi ama inaikuwa namna gani? Kwa sababu mwanaume mwenyewe ndiye alienda kwa wazazi wa mwanadada na kumwomba ya kwamba turudiane. Lois Nyabonyi na yeye anasema kwamba I'm following. Asante sana. Double M anasema kwamba depends ni makosa gani alifanya. So nimetuma link hapo. Jane hapo haraka tupige gumzo, tusaidie huyu mwanadada tuone itakuwa namna gani. Tusipofanya hivyo utapata kwamba mtu amefanya maamuzi ambao si sahihi kwa maishani mwake. Dakika 27 juu ya saa 4 majira Afrika Mashariki. Naona ni tarehe 7 yani tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2021. Hii mwezi inataka kunikanganya kidogo, lakini nasema kwamba asante. Lista kwa mboka, weka kamera ndio tuingie live tuone tutafanya namna gani. At least tupeane maoni yetu, tupeane ushauri wetu, itakuwa ni vizuri tena zaidi. Habari yako Lista? Salama sana. Habari ya kushinda lakini? Nimeshinda poa Dabdayo. Mimi mzima nashukuru. Hata mimi ni mzima, nimeingia bandani sasa hivi. Sawa, karibu sana. Jisi uko huru. And then tunaenda kwa mjadala moja kwa moja. Tuambie maoni yako ni vipi kulingana na mjadala wetu wa siku. Sijasikia, nitarudi baadaye. Nikisikia nitarudi baadaye nikwambie nini. Okay, asante sana. Tunashukuru. Okay, asante sana. Huyu anaitwa Lista Zad kwa mboka, anasema kwamba atarudi baadaye. Swali langu, maybe tunaweza saidiaje huyu mwanadada, kwa sababu aliolewa mara ya kwanza na bwana wake, wakazaa mtoto, akamweka njiani, akamfukuza. Makosa ambao walifanya si kuambiwa, lakini makosa ilitokea. Imefika wakati jamaa Akaoa, alipooa bibi mwingine, wakaishi wameishi pia amemfurusa, amemfukuza kabisa. Sasa jamaa amerudi, amesema wacha nienda kwa wazazi wa huyo mwanamke wa kwanza nikapembeleze nione kama itawaka, turudiane. Ameenda kwa wazazi, ameongea na wao, niambia kwamba nimeomba msamaha kwa kumfukuza, naomba mniruhusu turudiane na yeye ili tukaishi. Ameambiwa sasa kazi kwako, nenda kazungumza na mpenzi wako, kama mtarudiana mrudiane, kwa sababu nyinyi ndio mtaishi pamoja. Kama hatakubali, kama hatakubali basi juu yenu. Mwanadada pia amekuja hapa anauliza, jamani, mtoto ananisukuma nirudiane na baba yake, kwa sababu kila wakati mami nataka kwenda kwa dadi, lakini yeye mwenyewe anaona ya kwamba ni hujuma, si sawa nirudiane na wewe jamaa. Ndio maana ako hapa, ameshindwa cha kufanya, hako hapa ili tumpe ushauri kama sisi wana Kisi Hot TV. Maoni yako ni vipi kulingana na mjadala? Link nimeweka hapo. Naona Judy Kwamboka anasema kwamba kurudiana tena ni ngumu sana. Kurudiana tena itakuwa ni ngumu. Double M yale alikuwa anasema kwamba inalingana na makosa aliyofanya. Anyway, nakuaje? Hemi Nyaps yeye anasema kwamba kama ni kurudiana, hapana, haiwezekani. Kama ni kurudiana, hapana. Sasa itakuwa namna gani? Hemi Nyaps, wafanye co-parenting, walinde mtoto, kila mtu aishi maisha yake. Hiyo ni maoni kulingana na Hemi Nyaps, yeye kivyake na kuangalia kwake, anasema kwamba co-parenting
itafanya vizuri kushinda kurudiana. Wewe maoni yako ni yapi, mpendwa mtazamaji wa Kisi Hot TV? Tutaweza saidia aje huyu mwanadada? Heida anasema kwamba kwa njia pana, sema kwamba nimrudie ama nisimrudie. Nitajua aje tena nikifika pale? Atanifurusa, anifukuze kama vile amefukuza tena hivi, ama kama vile alinifukuza mara ya kwanza, takuwa namna gani? Asante sana Titus Mtiani anasema kwamba damu ni zito kuliko maji, mtoto ndio mwamuzi. Kama mtoto amesema kwamba nataka kurudi kwa dadii, mama una budi ya kumrudisha mtoto kwa dadii. Kulingana na Titus nasema kwamba mtoto ndio damu nzito. Kisema nataka kurudi kwa dadii, wewe rudisha mtoto kwa dadii. Kwani hawezi kaa kwa dadii bila mama? Ama mtakuwa mnachukua excuse ya kusema kwamba mtoto yupo, lakini sasa kama mtoto arudi na mama yake. Kosa lililofanya mara ya kwanza akaenda, mbona ukaketi alafu ukajifanyia maamuzi mwenyewe ukasema kwamba wacha arudi? Naona hapa mwingine anaitwa Judy Kwamboka anasema kwamba kama yeye ndiye alikosa sawa, but alifanya makosa kuoa tena, angerelax kidogo, angecheza chini kidogo, ili haona ya kwamba kama makosa hivyo, ama ujipange uone nakuwa namna gani. Naona rafiki wangu hapa amenipotelea, lakini sijui mbona amenifichia white. Sijui kama siku hizi ana misingi mtu, kazi yake ni kukula wali wa Waarabu sijui itakuwa aje, lakini wacha tu nimleta hapa nisikie maoni yake ni yapi. Weke kijiko kwanza kando, alafu tukazungumze naye. Fen, siku hizi haujawahi ni miss. Anyway, haina shida. Unataka nichome ati tunaongeanga? We tu nifichie white, haina shida. Mambo poa sana. Habari ya kushinda? salama, labda yako. Mamisment tu kibao, lakini tunacheza chini. Hata mimi nimechungulia nikaona niwe nikasema aje nikuje nikusalimie juu nimekumisi mbaya. Noma sana. Iko kesi kwa Ukambo, sijui ni nani atakuja kuikata. Anyway, karibu sana. Kama umeshinda poa, karibu. Poa. Ni vizuri sana, tuko wazima pia. Tunashukuru Maulana, mswada wetu wa leo ambao tunaendelea kupitia na kutafakari, tuone nakuwa namna gani. Kabla hujatoa maoni yako, nataka nimsalimie Kiababa, nisikie naye ameshinda vipi, and then tuingie kwenye mjadala wetu wa siku. Habari yako Kiababa? Mimi niko poa. Mambo? Uko mzima kabisa? Sasa tutigana kwani hiyo jina. Salimika. Na Kiababa. Okay, mambo? Poa sasa. Poa sana. Naona hata mimi nyasi inaingia. Mambo? Poa. Karibu ndani. Dan go ina kwale ko bolgon. Hatukusikii Dan. Wale ambao hawajaweka kamera. Si mnanisikia sahi? Sasa. Hello. Tunakusikia baba. Feni, sasa nataka uniambie hii maneno mtarudi ama itakuwa namna gani?
tebe naringi. Nikiago tebe nsamera ngolimo. Kuna mwanadada aliolewa wakazaa mtoto na mwanaume. Alipozaa mtoto na mwanaume akafika wakati akamfukuza. Alipomfukuza, sijui ni makosa gani ilitokea, mimi sikuambiwa. Alafu jamaa akarudi akaoa bibi mwingine. Mekaa na huyo bibi mwingine, imefika wakati ameshamfukuza tena. Amesema sasa amerudi kwa wazazi wa ule bibi wa kwanza kuwaomba msamaha kwa sababu alifanya makosa kumfukuza, wamruhusu arudishe huyo bibi wa kwanza waishi na yeye. Huyu dada anasema ya kwamba mtoto ananiuliza dadi kila wakati, lakini mimi kivyangu nahisi ya kwamba sina umuhimu na haja ya huyu jamaa kurudiana naye. Nifanye nini? Bana na wakorose. Kwani lazima tuongee Kiswahili? Tuongee Kiswahili kwa niaba ya watu wawili watatu wako huku hawaelewi lugha but wanafuatilia. Sawa. Unajua nimeanza kuchoka hapa penye nimesikia akisema ati akaenda kwa wazazi kuomba. Kwani alikuwa amependana na wazazi? Akifukuza wazazi alienda akawaambia si atafute mtu mwenye wamekosana na yeye waongee na yeye kwanza ndio aende kwa wazazi kumchukua. Okay, mimi kifyangu mimi mtoto hawezi nifanya ati nirudiane na mtu mwenye alinifanya siku moja, mwenye alinifukuza siku moja kuniona niko wa maana, ameleta mama mwingine amekaa na yeye, amemchosha sasa ndo ananikujia. Mimi mtoto hawezi nifanya nirudi ati mtoto anamtaka sijui juu niko na mtoto wake sijui nini. Kama ampendi ni aende asimkaribia, atakaa na yeye tena amfukuze hivyo venye alimfukuza mara ya kwanza, tena alete mwingine, sababu inaonyesha unaona alikuwa amechoka na huyo wa kwanza, amenifukuza, ameleta mwingine, amekaa na yeye amechoka, amemfukuza, anakurudia. Hapana, mimi huyo mdemu asimrudie. Lakini unajua mtoto hata umfiche hata umfanye aje, kuna time atakuja akubali mwenyewe asema anataka kukaa na baba yake ama atakaa na nani. Lakini kwa sasa hajakaa na mtoto wake kama hiyo sijui ni muite aje, atataka kuhudumia mtoto. Mimi sijui, mimi ningekuwa yeye mimi singemruhusu hata akaribia mtoto wangu, sababu hiyo sijui ni miaka sijui ni masiku sijui ni miezi yote amekaa hajawahi ona mtoto, hajawahi mhudumia. Ati sasa ndo anakuja. Mimi hata sitataka hata kuhudumia mtoto ama amguze ama nini. Mimi nitakaa na mtoto wangu aendelee na maisha, aende atafute mke mwingine. Mimi siwezi rudi nikuwe huyo mdemu. Sijui ni mdemu, sijui ni nani. Mimi siwezi rudi. That is according to me. Sababu utarudi ukaa huko tena akufukuze. Mimi huyo mdemu asirudi kabisa. Hapo penye amekaa hizo siku zote venye huyo mzee hajakuja kumtafuta endelee kukaa huko. Aone venye mtoto wake atakaa. Asirudi kwa hiyo kondoo. Ataenda huko tena amfukuze. Hivyo unajua nasikianga wakisema, mimi sijui, nasikianga wakisema ati mtu akiachana na mtu anaendanga anakuwa mrembo. Pengine huyo mdemu ameenda amehustle, amekuwa na doo yake, anachiweka vizuri, mtu wake anakaa vizuri. Hiyo sijui niite aje, huyo mwanaume ameangalia tena huyo mdemu amekuwa class, yani amekuwa msupu tena, amekuwa vizuri, anajitegemea. Sasa anataka kumrudia. Asimrudie. Usimrudie madamu kama unanisikiza. Bana. Okay, asante sana. Maoni ya Finn kulingana na kivyake vile amesema kwamba mtu hawezi rudisha matapishi tena uanze kukula. Asante sana kupitia njia ya comments hapa. Before niendelee na hao wengine wako hapa, naona huyu anaitwa nani, Judith Kwamboka anasema kwamba but kama yeye ndiye alikosa ni sawa, but alifanya makosa kuoa tena. Florence Choi anasema kwamba in my side mtoto aende peke yake kwa baba yake, mimi siko. Wakili Dominic Ondeli
Jane Asuma anasema kwamba I'm watching you from Nairobi, Kiambu. Thank you so much. Asante sana. Gregory anasema kwamba Dominic Koranje abenga Koranje mbwate tingwa tinkwe kiondoko kiondoko kiang'akire. Sijui wakili atakushika wapi ndio isikupige. Asante sana Mumanyi the actor, sauti iko bado. Jane Asuma anasema kwamba I'm watching you from Nairobi, Kiambu. Thank you. Dominic Onderi, Keris Pawaro, huo ni upusi, I can't go there. Inapa naitwa Gregory, kwani wewe unajisikia vile crush wangu wanamisiana? Okay. Umesikia vibaya. Feni, umesikia? Sikia vile Gregory anasikia vibaya kwa sababu asante sana Titus na kucheki. Atukome. Anasema kwamba Feni, kumbuka kosa si kosa, kosa ni kurudia kosa. Hiyo ni kulingana na wao. Nataka kurudi hapa. Ikia baba utoe maoni. Wakili Dominic Onderi na kucheki, baba Emi Nyams pia na kucheki. Nataka ikia baba utoe maoni yako kulingana na mjadala wetu wa siku. Dominic, mambo? Poa. Sauti yako iko chini mami. Okay, sawa. Hapo mmesikia? Ongeza kidogo. Hiyo ni yote ya Desmond. Bado Pengine wengine wanakusikia, mimi nasikia na struggle kukusikia. Dominic, hapo inasikika ama iko bado? Nakupata. Ongea. Okay, mimi kivyangu naweza sema huyu jamaa alifanya makosa, kwa sababu kama alikuwa anajua ataenda kuomba msamaha, angechukua hatua ya kuoa kwanza. Sasa ashaoa mke mwingine, wamekosana, sasa ndiye anaenda kukumbuka yule wa kwanza tu ya mtoto. Kama anataka mtoto aende kwa sheria, aanze kushughulikia mtoto mpaka afikishe miaka 18 ndio mtoto atachagua mahali ataenda. Lakini mimi kivyangu siwezi mwambia arudi. Hivyo tu. Juu sasa kitu yenye aliona ya kwanza ni gani na saizi. Kama angekuwa anataka kumrudisha, angeenda nyumbani kwanza wakae chini waelewane, lakini angeoa. Sasa ameoa, wameshindana na huyo mwingine, tena ndiye anarudi. Na pengine huyo Naye ako na mtoto. Juu ya mtoto. Ashughulikie tu mtoto wake. Kama anataka mtoto, yeye ashughulikie tu mtoto. Hivyo tu. Kama atashughulikia mtoto hivyo mpaka mama Hapana. Wataenda tu kwa nini ya watoto huko waandikishane. Kama anataka kushughulikia mtoto ni sawa, lakini sasa hii nini ameona kwake? Hiyo miaka yote amemwacha akaoa mwingine. Sasa ndiye amekumbuka ako na mtoto. Okay. Asante sana kwa maoni yako kulingana na mjadala. Naona yeye amesema kwamba haiwezekani. Asante sana. Mwingine hapa anaitwa Jane Asuma anasema kwamba huyo msichana waacha aendelee na maisha yake. Pia mimi sitafanya ujinga wa kurudia mwanaume ameshaoa. Okay. But sasa kitu nimekuja kulia rais hapa, mwanamke yeyote afadhali hawe na mtoto lakini asisikie kwamba mwanaume ako na mtoto. Anyway, nataka kurudi hapa kwake Lista. Tigango taidani, ngoja nikuambie before hiyo nani aongea. Shida si hiyo. Kwa nini aliacha akaenda akaoa? Unaona? Angeshughulikia mtoto mara ya kwanza ndiye alete huyo mke mwingine. Unaona kitu na yeye unasema ati afadhali mwanamke akuwe na mtoto bora mwanaume asikuwe na mtoto. Unajua wewe amekukubali na huyo mtoto. Pengine yeye hajakwambia kama ako na mtoto, na akikwambia ako na mtoto inamaanisha
pia huyo mama mtoto atakuja kurudi. Ikue leo, ikue miaka 10, lazima atarudi. Wachana na hiyo, hii tutaizungumzia siku ingine. Hiyo tutaizungumzia siku ingine. Okay, Lista. Yes. Habari yako? Salama sana. Tupe maoni. Mimi kitu yenye nilikuwa nasema, huyu mwanaume mimi siwezi kurudi, kama ni mtoto wake wacha enda msalimia, shughulike na mtoto wake, lakini binafsi mimi siwezi kurudi. Kwa sababu sijui nilimkosea, sijui yeye alinikosea, mimi siwezi. Kwa niaba yangu mimi siwezi. Kama ni mtoto, wacha mtoto aende okay na yeye, lakini kwa niaba yangu mimi hapana. Okay, asante sana. Jane Asuma kupitia njia ya comments anasema kwamba wanaume wa siku hizi wanafanya watoto wa wenyewe vibaya, kuzalisha bibi na unamtupa na mtoto huyo. Mama wacha aendelee na maisha, aendelee na life yake. Without God is like man without a plan. Mshukuru Mungu, naishi na Mungu kwa sababu mwanadamu bila Mungu ni kitu bure kabisa. Asante sana. Rispa Gwara nasema kwamba if you return there it looks like you are much desperate with him. He will treat you anyhow because he knows even if you go you will return again. He will think you are nowhere to go. Asante sana. Lydia Onenga anasema hi. Double M anasema kwamba legally if we are married you will have to come back. Wasingilie wanaume sana. Anyway, wacha tu tusikie wakili Dominic Konderi leo atatetea boy child ama ataitetea girl child. Wakili? Yes. Kulingana na article sijui wapi section what 2019 sijui ni mwaka gani. Ujambo? Sijambo kaka, how are you? I'm fine. How do you do? I'm okay. Ndio pia nataka niwaambie hata nyinyi pia nilikuwa nirudi kwenu. Then ikia baba sad. So nawasalimia nyote pia. Emi Nyabs pia namsalimia pale mkwaje. Tumesalimika. Yeah, it's good pia. Nisisahau timu ile kubwa ya kia Yazma Boni, Lidionega, Rispa Guaro, Jenasuma, Titus, Diani, Gregory. Sijui shida ilikuwa gani? Gregory niambie mahali utamshika wewe wakili. Gregory alikuwa anasema hapa nimshike, nikashindwa na shika wapi? Hii mambo tushikangi. Wewe mshike tu. Hapana bwana. Ingekuwa ni kia baba amesema hapa ndio ningefikiria otherwise. Wewe shiko utafinywa sasa. You know, this state nasema tulikosana naye akanifukuza. Akaoa sasa. Imefika wakati anataka turudiane. Nifanyeje? Sasa unajua hii title yako Dan. Hii mjadala hatujui ni mwanamke alifukuzwa ama ni mwanaume alifukuzwa. But wakili, from what we know, yes. Wakili. Yes. Kwani wewe wakili nimefafanua, nimefungua, nimeelezea. Wakili na wewe ni number 1 kuingia hapo. Si ndio mwanamke can do that? Siku hizi mwanamke anafukuza mwanaume, anaoa mwingine na anaendelea. It happens. Unaweza fukuza mwanaume na mtoto. Amesema ni mwanaume. Changia. It happens. Inafukuza by the way, wanafukuza. Wanawake siku hizi
they can chase you away with your kids and they bring in another man. But from the structure of the topic, it's the lady ndiye alifukuzwa. So the first thing that we need to establish here is mbona alifukuzwa. That's the first thing. Mbona alifukuzwa. That one is going to give us a guideline ya kutuambia sasa ni nini inaendelea hapa. Number 2, lazima sasa atuambie when did this man come back. We must be in that position to know huyu mwanaume amerudi sasa lini kuja kuongea na yeye anataka warudiane. Nasikia After which kukuingilizia period? lakini hata nikuache uongee. Okay, when the period after walikosana until the time that this man is proposing. So inataka ituambie inataka ituambie tujue kabisa. From there we can now line tujue kila kitu ilifanyika aje hapa. So the first thing, this man unaweza pata, we can do some analysis. Maybe unaweza pata the man alipata mwanamke mwingine, that's why alifukuza huyu, ama huyu mwanamke alikuwa akimkosea, that's why, or huyu mwanamke alitoa mtoto nje, ama ameenda wakiwa katika ile ndoa yao, baada ameenda akazalishwa nje. It happens. You find that mwanamke ameolewa lakini anapatiwa mimba na mtu kutoka nje ya ndoa yake, and it happens. Exactly. So you might find that this man cannot be mad akuje tu hivyo anze kumfukuza na mtoto kwendeni huko nini. No, there must be a reason. So let us not nail this man thinking that mtu amekosa hapa ni mwanaume. No, we need to have the structure of this conflict, tujue ni nani amefanya kosa na ni nani amekosewa. Lakini from the look of things, mwanamke hakufukuzwa tu bure hivyo, la, kuna kosa ambalo alilitenda ikawa huyu mwanaume amefanya nini, amemfukuza. Then from there umepata huyu mwanaume sasa hata hivyo anaona kingine hapo nje kasiriku ni anakuja anakuathiri. It doesn't happen that way. And let me tell you one thing. Mimi nilifukuzwa hivyo. Let me tell you one thing. Wacha nikwambie. Hapo ni ukweli unasema wakili awache kudanganya. Then wacha nikwambie kitu moja. Mwanaume hata akiwa na minji pale nje ama mpango wa kando pale nje, he doesn't forget about his wife at home. Never. Ni wewe na wengine Dominic, wacha uongo. Mwanaume hata ataacha kuacha hata pesa ya mboga. Anajua mko town hamna shamba ya mboga. Anaenda wanakula na miti wake, analeta kitambi kwa nyumba. Anakufukuza kwa matendo. Ukiuliza anakwambia kama umechoka na hii nyumba yangu, kwanza toka. Unaona, hujakosa? Unadaisha tu haki. That's why we have variation of human beings. Whatever favored one does, I don't expect Eminyabs pia afanye whatever favored one anafanya, ama vene kiaba ba wafanye the same way maybe yenye favored one anafanya. There's variation of the human characters. Kuna kitu mimi nitafanya ambayo wewe kwako hauwezi fanya. I have my own abilities. The same way you also have your own abilities. But after all, psychologically, there are some common factors that come among the human beings. So you find that the majority of the normal men, hata enda alale na mwanamke pale nje, lazima atakumbuka ako na bibi nyumbani. Hata enda akae kwa hiyo slave queen forever, no, lazima anakumbuka wapi? Nyumbani. Mwanaume ni kama mwana mpotevu, anakumbuka kuna baba yangu. Unapenda kutetea wanaume sana, unapenda kutetea dhambi, lakini hata hivyo tuangalie side nyingine. Kama wewe ni mwanadada, wewe ndio ulitoka mkakosana, ukaenda ukaolewa, umerudi tena mnarudiana. Wewe ungetaka huyo bwanako akukubali? Tuangalie side zote. Wacha kusema eti msichana asirudi. Hiyo kitanda yeye ndiye alikuwa analala huko, anajua utamulioko.
Kama angekuwa na interest angeleta mjadala. So wacha nimalizie point yangu, naona uko na point nyingine hapo mzuri that I'll also request that we share. So you find out that this man anakumbuka mtoto wake. You know, let me tell you, one role of the children or the kids in a given family, they cement a relationship. They cement. So you find that watoto, hata mzazi kama baba atakumbuka watoto wake. So because anataka watoto wake back. Hapo kwa kukumbuka watoto weka X. Au ni wa kwenu? Amukumbukaji, amukumbuki, hata amujui kama mulizaa. Unaongea from experience wewe. You know, let me tell you hata mimi. Wewe wache kuongea ukweli. Let me tell you one thing. These men hawafanani. Hiyo ndio kitu nimwambia. Lakini the majority of men kushughulikia hata kukuuliza akuulize kama mtoto wako anjiti au tungaini. No, let me tell you. Dominic, jiongelee tunaweza kuchoma hapa. Hakuna mwanaume anarudi nyuma kuuliza mtoto wake ile nguo alikuwa ameenda na ulimfukuza nayo imezeeka au la. Yule mtoto alienda kukula nini? Hakuna kitu kama hiyo kwa hii dunia unless ni wewe. Wacha kuweka majority. One thing you need to know is this. Hata utoke kwa bwanako uende. Kitu kingine ni hivi, ukiona mwanaume like mwanamke ametoka kwa bwanake na watoto akaenda, however long time you're going to take, the man must follow up to know the welfare of the kids. Which so man? You find out after the kid amesoma amesikia he or she has been announced somewhere. Wachanga ujinga Dominic. Jiongelele wewe mwenyewe ama nikufinye. Sasa wacha niwaambie kitu moja. Finya. So let me tell you one thing. When you look, utaenda ukue chokora babako akuje huyo mtu mwenye alikupea mtoto akuje kuuliza mtoto ako wapi na anasikia ni chokora anafanya uchokora, hawezi atakujia mtoto mwenye anasikia ni lawyer, ni daktari. Huyo atakuja kumtafuta, lakini let me tell you one thing. Inafuata bunomo subati na kwebegete na kwebangete. Like you plan yourself. So when your man leaves you at a sober mind, like a normal person, but you find out that you've ended up being a chokora, it means that you are useless. A good woman will settle down with the kids. Wait first. No, I'm not. Dominic, your point is that muzalishe. What I mean is that for a normal and hardworking woman, you find that most of the successful, most of these women who are hardworking, na waliachwa na mabwana wao, most of them, they are successful. Most of them. You find that the person comes back. The person comes back, anajirealize, wait kiasi, the person anajigundua yeye ni nani, huyu mwanamke. She takes time to know herself, dedicates herself, then she starts her own projects. So you find that this woman appropriate from heaven. Not from heaven. For somebody who is sober-minded, a hard-working woman, she knows where to start. Dominic, swali yangu ipotee. So you mean muzalishe, mufukuze, juu huyo mwanamke ako na akili, aenda alee, afunze, mtoto ang'are, asome, alafu jitokelezee juu sasa you have come into your senses, shindwe. Okay. Wacha nikwambie kitu moja. Shindwe, mapepo itolewe, shindwe katika jina la Yesu. It doesn't mean that lazima avalishwe ndio atoke vizuri. Umesema hawa watoto wanaenda kuwa machokora ni mwanamke kukosa akili. Hivyo ndio umesema we mwenyewe. You know, you didn't understand me well. What I mean,
nataka unielewe. Nataka unielewe vizuri. Mjadala sababu kwenye unaenda hautatoboa na kama tuko hapa. Wewe changia mjadala. Nitatoboa. Pia mwanamke maoni yake hizo zenye hapo kwenye unaenda Nitatoboa, hautatoboa. ndio hiyo nafanya. Hiyo ndio maoni yangu, ndio natoboa nayo vizuri. Dominic, In fact, don't take my advice because Dominic, you have to keep quiet and listen to us. We have kids. Dominic, ujue unaongea na Watu watu wengine wako na tuko hapa watoto na tulizaa. wana experience, kwa hivyo Tulizaa. usiende ndani. let me tell you tulizaa. one thing. Let me tell you one thing. Hatukuzaa mtoto. na Holy Spirit. Dominic I Jamanza accept that hujazaa one. na una mtoto Accept hapo. that one. Let me tell you one thing. Umezaa Nani? watoto, si ndio? That's well. Also, kuna wenye pia wamezaa na wako vizuri katika ndoa zao, vile nyinyi pia mko kwa ndoa zenu. So you find out that pia kuna yule mwenye amezaa. Wewe tunaongelea Dominic, tunaongelea mtu amezaa na amefukuzwa kwa ndoa. Hiyo ndio tuliongelea. That's why nimekuambia favored one aje. Usiseme eti tulee tukue na akili hapa nje, eti tuchanuke tukue na akili tufunze watoto tulee sijui tu nini ndio muoe huko mjipurudishe, sisi hapa tukistruggle na watoto. Alafu nione mwanaume akona vitu zake 3 akikuja. Zitakatwa hiyo siku. I'm sorry to quote this. Ukiangalia among the Kikuyu women, you find that most of these single women, they are very successful. Ukiangalia kwa Wakikuyu hapa, you find that this woman amenunua shamba yake. Yes, allow me first to finish. It's good you allow me to finish, then you continue. It's good you allow me to finish. So hapa tunataka tujue chanzo ya kukua single. Kuna mtu ako kwao na anazaazaa. Huyo si eti ako single alifukuzwa. Huyo tu ako kwao na anataka kuzaazaa. Na kuna mwenye alikuwa kwa ndoa akafukuzwa. So kuna tofauti hapo. Usituache eti single. Ukiwa kwenu umezaa. Nani amekuzalisha? Nani amekuzalisha? Umezalishwa na mwanaume alafu alikupea mimba akaruka futi 20. Unajua siku hizi amrukagi futi 10, mnaona ni fupi. Mnaruka futi 20. Eti si hata nani alikuwa anakupenda, alikuwa ananiambianga anakutaka. Okay. That's good. So unapata favored one, unapata huyo amerukwa mimba ya kwanza, si ndio? You find again that the same person mwenye baada yako kwao ameshika tena mimba ya pili. So let me ask you one thing. Akishika hii ya pili, unapata pia anarukwa, unapata tena amerukwa ya pili. Unaona? Then the same person unampata na mimba ya tatu. Is this person normal? Unampata na mimba ya tatu. So you find that this person pia yeye ajipangi vizuri. You see that one? That's what I mean. You find that this person generally hajajipanga vizuri kama mwanamke yani. Like hajapanga maadili yake yafanane kama ya wanawake wengine ambao wako salama hata bila mabwana katika ndoa zao. So that's why I mean that you find that, and I'm sorry to quote this the way I said, but this is the fact. Among the Kikuyus, you find that we have most women who are single mothers. Either the husband died or they divorced. And mostly wengi wame divorce. But you find out that yeah, she's single because manake alikufa. So I'm addressing generally. So you find that this woman ako amenunua shamba, amejenga nyumba mzuri, amenulia maybe watoto wake, anachunga watoto wake vizuri, they are comfortable. Like akona life ingine mzuri hata kuliko yule mwanamke akona bwanake na wanafanya kazi. But you find this is a single mother. So you find that she's just comfortable at her place because she's determined of what is next. Because you can survive. Let me tell you one thing. Nyinyi vile mko hapa, you can survive well without a man. Not necessary for you to have a man that was successful. You can survive without a man. The same way, we have men who can survive without women and they can do well. So, generally, ukiangalia hapa, huyu mwanamke hapa, huyu mdumu utafanya, wewe unatuingililia tu. Okay.
unaweza feel that nawaingilia, but ni ile na kuanga na ukweli mingi. But sasa mchango si imekuwa mrefu. yes, so you find that Kuna unajua ni ile ukweli, watu hana wanakata, mambo anafanya. watu wanakatakata nini. Saa hapa kitu naangalia, unapata this man sasa amerudi, anataka huyu mwanamke arudi kwake. Most likely is either this man ameachwa na bibi mwenye alikuwa naye, ama this man amefikiria watoto wake ama mtoto wake, so akaamua for me to get my kid the mom has to come, so that's why anambembeleza afanye nini, arudi. Pia kitu ingine inakuanga hivi for men, unapata ule ex mwenye umemwacha after 1 3 2 unapata ameanza kusonga vizuri ukiangalia unaona aya, huyu ni yule mwenye tulikuwa naye kweli hata figa yake imeanza kurudi aya. You see that one, you start now seeing another new picture of that person, so unapata that you admire her, and you feel like you ought to be part of her. Ukiangalia ameleta figa mzuri unasema hii figa sasa ingekuwa naifinya. You see that? So it is a life, this is a matter of nature. So you can find that this man has been attracted to that woman because sahi ako na figa mzuri, anamelemeta vizuri, ikachita kanyoro musacho muyaka mwaka mafuta vono ukiangalia neli sasa. So you find out that this man can admire this woman well and nice. So that's why another reason that you can find, that's why this man pia anataka nini, arudiane. So the reason anataka arudiane is either this woman amekuwa successful, number 2, this man has lost everything, like mambo yake ya kitambo, kila kitu, wale bibi alipata wazuri washapotea, amebaki peke yake, amekuwa miserable, so anataka kurudi kwa bibi yake, ama bibi yake amenawili, she has improved, she's beautiful as before, so you find that this man is developing that attraction motives towards this woman. Yes. Okay, asante sana wakili. Kwa njia ya comment hapa, asante sana. Anyway, sukari namlambisha suga sukari. Karibu sana na kucheki, wacha niangalia zile jumbe ambazo zinaendelea kurushwa hapa. Watu wako hapa wengi sana, asante sana. Huyu anaitwa nani? Anaitwa Violet. Wacha nianzie hapa. Rispa Gwaro, Lilian Makori na kucheki, anasema kwamba ndio kuingia ndani na viatu, karibu tena zaidi. Hapa anaitwa Rispa Gwaro, anasema kwamba mimi mwanaume akijaribu kunifukuza nitamwambia siendi ng'o. Ile siku aliniuliza jina ndio halijiletea shida, yeye ndio atatoka, mimi siwezi enda mahali. Asante sana. Titus Mutiania anasema kwamba niko ndani. Rispa wewe. JK anasema kwamba mwanaume kwenda zake kwani ameona nini aliacha nyuma ndiye anirudia. Asante sana Rispa Gwaro. Anasema kwamba wakili, wacha kutubeba wana mazee, tunawajua sana hapo, tumepitia. Rispa Gwaro pia anasema kwamba Titus, mimi ukiniuliza jina na nikupende basi na kufuata kama dogi na siendi mahali. Asante sana Violet 20. Nasema kwamba mimi nayo mwanaume akinifukuza sitatoka, wakati aliniuliza jina halijiletea shida, lakini siwezi toka pili, labda yeye hatoke walai na vokoro sagaki. Madem tuko na kazi na hawa wanaume chinkondi sana. Asante sana Rispo Gwaro. Violet hapo umesema poa. Mwingine hapo anasema kwamba Titus Muthiani anasema ya kwamba Rispa, kwani si wewe ndio umetoka kwenyu ukakuja kwetu, unastahili kutoka. Rispa Gwaro anasema kwamba na mimi sikukuambia uniuliza jina ya Spin Bonnie. Anasema kwamba wakati wakili, these ladies wako na experience, some of them have gone through hell also. Sisi wanaume tumepenya skati sana, hatutosheki, only me
Sijui yeye ndiye mwenyewe anatosheka ama inakuwa namna gani. Lian Makori anasema kwamba wakili, ongea vizuri utafinywa wewe. Titus Mutiani anasema kwamba kwani ni nini ulikubali kuingia box? Asante sana. Rispo Gwara anasema kwamba has been you have said the truth, achana na wakili. Florence Entenga anasema kwamba through experience mimi sijai ona mwanaume anauliza mtoto wake. Mimi niliachana na mwanaume ajaiuliza, achana kudanganya. Asante sana. Ninapo nasema kwamba Nerispa Waro Titus juu ulijileta na mimi nimekupenda, basi mi siendi mahali. Ukichoka na mimi you get out vizuri na utarudi unipate, niko pale pale. Jena Suma, wakili wa Kikuyu ndio ufanya hivyo, wanasema kwamba wanaondoa wanaume, yani wanapea exit ya kutoka, alafu anabaki hivyo. Rispa Gwaro, wakili unabo, sijui kwa nini umesema hivi, kama alisema ukweli fulani na Mateva ni umaina njari. Florence Ntenga nasema wakili you don't have okay, Titus Mutiani, Rispa Gravo for your confidence. Asante sana Jena Suma, wakili unaongea okay. Mbona unamwingilia wakili jamani? Fate na kucheki. Asante sana Jena Suma, asante Rispa Waro, asante. Wacha nirudi huko ili nikampee fursa huyu. Favored, ulikuwa unasema namna gani? Wakikuyu hao wenye ametaja, Mkikuyu akiona mwanaume amemkatia na ako pesa, anaenda anajitega ashike mimba, achukue hiyo pesa afanyie biashara, lakini hamtaoana na yeye. So wacha kutufananisha, mtuna bagusi. Okay, andita Okay. Biutirango. Okay, sukari hamlambisha sugar sukari wakili Dani korati wakili oyo no wakili fori kusileje ndani pande kidogo bore Abamba nitafinywa. Wakili waambie we ni wakili bwana, si kujipandika. Hawa ndio mbinguni hawaendi. Huyu ni yule akifika karibu na mbinguni geti inafungwa, hata wakisikia harufu yake geti inafungwa. Ngoja anijibu mimi nimemuuliza sababu. Yes, Ven. Wani wakili wa ukweli. Yes. Oh, nitakutafuta. Niko na kazi nataka nisaidie. Kuna kazi? Niko na kazi lakini mimi sipeani hongo. Unalipwa na serikali. Wakili apewi hongo. What he does, you pay for the service. So No. They eat a lot of money. Hata Sasa favored mjadala mumebadilisha kuwa wakili ama mnastahili kusaidia huyu mwanadada jamani. Exactly. Alafu nilikuwa nauliza wakili swali mimi ngoja. Utaniona inbox. Wakili, ngoja. Mimi ndo niliomba nafasi na nikapewa. Wakili umenijibu wewe ni wakili. Kulingana na mjadala wewe umesema je, mdemu arudi ama asirudi? Sababu mimi sijasikia venye umesema. Umesema arudi ama asirudi? Sasa let me tell you. You know this one? Nijibu ndio ama la. Ndio ni swali tu nafaa kusema ndio arudi ama no asirudi. Sasa why should you confine somebody to a yes or no answer without maybe a further explanation? That's why you have explained yourself 1 hour ago. Okay, then umeuliza. Then are you asking from a legal point of view? Like from a legal point of view, or you asking from a normalcy point of view? That's what I'm asking. Mimi nijibu kitu nakuuliza venye nimekuuliza tu rahisi. Kulingana na mjadala. Wewe umesema mdemu arudi ama asirudi. Explanation umepeana. So ni arudi ama asirudi.
Ndio nimekuuliza unataka ifanyike na sheria ama nijibu according to as a human being, a normal human being? That's what I'm asking. Ndio nimekuambia hii kesi ni ngumu, itabidi umelipa service ya next time tuone vile tutatatua. That's what we do. Kama unaongoza wakili asema ndio au la, utachoka. Hii kesi ni ngumu na kuna jibu kwa mdomo. Hii kesi ni ngumu, itabidi tumeomba tarehe zingine tuone vile kutaenda. Maybe mwenye kesi anataka anichukue kama wakili wake, so should I? Hivyo ndio wanafanyanga. Mbona basi umepiga simu kama ulikuwa unajua ni hivyo? Wewe Feni na wewe nyamaza sasa. Wewe na wewe nyamaza. Okay. Wakili hao wanaume wenye wanafuatilia watoto wanatoka nchi gani? Kenya, Kisii County in specific. Nataka kuzaa mmoja. It's Kenya and Kisii County in specific. Kenya na wanapatikana Kisii County in specific. Wewe unafuatilianga wako? Yes. Wewe hata ni yule anasemanga. Okay, order favored. These people are becoming personal. Wachana na wao. Hao wakishikana hivi wajua wako na akili moja. Feni na favored wako na akili moja. Wakishikana wanaweza kukupeperusha. Na mahali wanapepetanga watu mpaka mtu unapata kwamba anachoka na toroka. So lakini hapa wanataka kutest wakili wako. Wajua kuna mwingine alikuwa anataka kuwa lawyer, mwingine alikuwa anataka kuwa wakili, maswali tu ndio hiyo. Anyway, sukari tamulambisha. Sugar sukari. Michelle Rogito. Habari yako? High five kila mmoja. High five. Siku hizi nachukua 10. Na siku hizi tato bwate simie chinguru. Asaki. Wake kamera bune kamera nyene. Hey. Okay, tote ibono. Njega bunyi wete ndugu mjawete yomanyete hapa sio kila kitu utakuwa kama yenye ndaongea ndio utachukua. Unaona? Hapa tumekuja kusemeshana na kuambiana. Utaki 2, utaki 1, uchukue 3, ikusaidie in your life. Sio kila kitu ile ndaongea hapa utaweza chukua yote uende kufanyia kazi. Mimi vile najua hapa nitoe pointi 1 ama 2 mzuri, zingine zikikubo tupilia mbali. Wakili hapa amesema vizuri. Sometimes ukifuata vizuri wakili ameongea, mengine ni mazuri naweza chukua na mengine sio siwezi chukua. Unaona? Hii ni kama debate. Hello? Hapa tena ni maana tunaangukia wapi? Tunafaa kuishi vipi? Tunafaa kujua midomo kivipi? Ipo. Maneno yako hivyo. In fact hapa hakuna mwenye anajua. So ndio maana huyo ajui amekuja tumsaidie. Sasa wewe utamwambia arudi kwa bwanake ama asirudi? Mimi sasa wanawafanyia sijui nini. Mnaongelea nini? Hata ujui si ndio maana una support huyo. Ujui kitu tunaongelea. Lakini nimepata akiongea hizo. Unaona nilisikia akiongea hizo. Kama hapa alikuwa anasema maybe bwana bibi unaweza hitaji watoto ama ujue ukue hard working woman. Unajua sometimes ukitaka unaweza tafuta Michelle ambia ndani ya kusomea topic. Michelle, aje nimsomee niko nao kwa kichwa. Michelle topic inasema aje? Mdemu anauliza alikuwa na bwanake akamfukuza. Hiyo time alimfukuza na mtoto. Venye alienda akawaleta bibi mwingine. Amekaa na huyo bibi tena amefukuza sasa huyo bibi wa pili. Amerudi kutafuta yule bibi mkubwa huyo mwenye alifukuza. Sasa ndo tunauliza huyo mdemu arudi kwa huyo bwana ama asirudi? Alikuwa amefukuzwa na venye alifukuzwa huyo mtu alioa.
Sasa hapa unajua iko hafu. Itategemea vile wataelewana wenyewe. Sasa Anauliza hivi kitu atafanya. Ndio nakuuliza huyu maybe bibi na bwana wamekutana, wameongea na wameelewana. Wewe ni nani ule utaenda kusimama katikati umwambie sasa wewe usirudi? Sasa wewe hata usikii kitu tunasema. Hawajaelewana. Huyu mdemu anaomba ushauri. Arudi kwa bwanake ama asirudi? Decision itatoka kwake. Yeye ndiye atajibuia aone uzito ni ugani. Mimi nimeona isikopi. Bono gaki tikanda kumori baba matari uno masaja. Bono wote tako nderinga ki wote tako boni usauri hapa nje hao watu wa kusauri eti rudi ama usirudi. Kama akili ni wewe uko nayo. No, umeita muntu ikentungira ruhusu ni kuna tabia kulingana pengine na hasira ama na kitu kingine. Unaona, aje niambie mtu atasaniambia pengine nifunguke akili ndo nijue kitu nafaa kufanya. Sasa wewe kulingana na wewe utamwambia afanye nini? Tumwambie asirudi akae. Hiyo ndio jibu unahitaji. Asirudi kwake. Lolote. Asirudi kwake kwa sababu sisi ndio tutakuja kukua bwana yake, ndio tutakuja kuwa baba mtoto. Unajua maswali zingine is broken. Wacha nikuambie. Hii ni kitu wewe mwenyewe uombe. Wewe mwenyewe ukae chini uombe. Na tusimwambie kwa mtu ako na mtoto. Na ule mwingine ameenda labda na mtoto. Hata wakirudi wote ni familia moja. Bora mwingine asikuwa anafundisha mwingine na madawa. Unaenda kunyongwa. Ati juu uko na mtoto sasa uende huko uende kufa. Kama angekuwa anakunyonga hapo before ulikuwa angekunyonga. Sasa saa hii ndio anataka kukurudisha ndio unaona anaenda kukunyonga. Hapana wewe acha hata pengine utapata amekuja na magonjwa. Magonjwa gani? Kwani huyu bibi mwali yeye alikuwa anakaa, yeye alikuwa yani ni mamuro bano kale ko ila ni moka na kio kwa na iga. Ernest bibi sada na kolinwa because this man yero lini resiko. Yo muswali anataka kumani. Yani ana aspandishika. Leko bora ni maana na tuambiana ukweli. Monto tanya kolinu onye na basi ni kolinu binti monto ta kolinu don't see us 2 years 3 years ereda na kanyora any man como boli na waiting again. What is your name? I feel like kuna kitu moja sisi tunakosa kuelewa. Bwana peke yake ndiye ameenda huko nje ameramba sukari. Huyu bibi yeye ni spinster ako na kifudi alikuwa ameweka Michelle, sijui ni Michelle ama ni Roberto. There's a difference between kuolewa na kukua na mtu. Huyu ameoa ameleta kwa boma. Wanaishi na yeye kwa kitanda yako. Kwa kitanda yako. Mabwana wako na authority ya kuata 20. Bora as long as mjue ajue venye atawalisha na atawalisha. Michelle, naomba utingize kichwa chako kidogo. Hebu tingiza kichwa kidogo. Favored. Okay. Mwanaume ako na uwezo wa kurudisha bibi hata 20 as long as ajue kuwalea na kuwatunza. Okay. Wale mama wa kitambo walikuwa na mabibi wangapi? Wengi. Sasa hivi umeanza kumsema hadi ziwae mabibi wengi. Ngojea bwana, ngojea, si nyinyi tunajadili hapa. Wacha nikuambie ukweli wa mambo leo. Wewe ukiendelea kukuja singo eti sasa uliachwa tunarudishwa unakataa, utasekea hapo kwenu, utafikiria kuna mwenye anakuja kukuokoa. Hakuna. Wacha nikuambie ukweli. Ukiambiwa na ule mwenye mtoto ikikuja, ukigana utapata mtoto. Unaona? Hizi pesa tumekuja na mtoto sasa anakuita. Sasa hizi pesa kama miaka yake ni yake. Unaona?
Hizi pesa tunapata hapa ndio zimetufanya ndoa mingi zitavunjika, na hizi pesa zitatupeleka mahali na zitaisha, na bado tunahitaji ushauri yaani wacha nikwambie, kuitwa jina ya mtu fulani ni kitu ya maana na ni heshima. Wacha tuambiane ukweli. Hizi pesa hazitatupeleka mahali. Hata ukikuwa bibi milionea na una heshima kwa bwana wako, wewe ni kitu bure. Pesa zitaisha, hii sura itaisha, tukae hivi, alafu ukosa hata mwenye atakusimamisha. Unajua saa hii mtu analinga kwa sababu ako 25, fika 40, 50s ndio ujue vile sura itajikunja yenyewe. Okay, asante sana. Angalia watu wako na madigrii, PhD, alipofanya mimi naenda shule, mimi nafanya hivi, anapata bwana anampea mtoto. Akifika sasa amesoma, pesa ako nazo, ako na gari, ako na kila nyumba, ako na nini, anataka bwana wa kukaa na yeye, waongee, watulize akili pale kitandani, wakuja hapa sitting room, ako na yeye na mtu wa kumshikashika, anamwambia you look smart today. Sasa umefanya nini? Unajua mtu yake inakutoa, yani unasikia you feel like my beautiful woman, unajipendua hivi, unajionyesha hapa, unaangalia. Wacha nikwambie, wacha mchezo, wacheni mchezo. Hata kuambiwa you look beauty, hiyo jina peke yake imekutosha. Hata kufaa tu upate mtu akupee comfort ya kuambia leo umefaa nguo smart, na huyo ni bwana wako, unajisikia uko vizuri. Lakini utapata nani kama wewe mwenyewe unataka kumea pembe? Tuambiane ukweli. Kwani ni lazima kuolewa? Okay. Ni lazima. Sasa uko na pesa, unataka kununua ploti na uchenge na ununue gari, na bado utahitaji bwana kwa kitanda. Okay, asante sana. Feni mnaingiliana hii maneno kama ni nyinyi tunazungumzia. Kwani hii mjadala ni yako? Yeye anataka apate hapo hivi. Unajua kuna umri itafika, kuna umri itafika, utapata bwana hapo nje kwa sababu utapata wanani? Kuna ule umri age. Utashindwa kusimama na watoto wadogo, utashindwa kusimama na bwana wa mwenyewe ukimwambia nini? This is your right time. Naye kwani iko nini? Okay, asante. Nataka kwenda kwa mwingine kwa sababu kila mtu ako hapa. Naona JK Felix yuko pale. Benzi, habari yako? Unmute. Penzi, unmute. Okay, Sasa. Poa sana. Habari ya kushinda? Nashinda poa, labda nyinyi hapo na studio. Tuko wazima. Niko mzima nashukuru. Wengine wajisemee, wananyamaza tu ni wawakilisha na sijui hali zao ziko vipi. Use watu mute nje nayo enenena. Okay. Penzi. Yes. Sijui ni Benzila. Naitwa Pesenza. Okay, karibu sana. Tupe maoni yako. Okay, mimi ningekuomba kwanza urudie juu nimeingia tu saa so sijashika vizuri. Kuna venye nimeelewa so sijaelewa vizuri. Ni urudie tu ndio nishike niongee mara moja. Okay, dakika moja. Tusikie maoni yake ya JK alafu nitarudia. Masi Bosbori, karibu sana. Sijui ndio Masi Nyangeri. Karibu sana baba. JK. Yes. Habari yako? Wengine nasema wamenimisa hapa alafu naanza kupigwa mawe. Yangu iko salama, labda yenu na nyinyi. Tuko wazima. Hiyo ni mzuri. Mimi kivyangu JK. Kitu ya kwanza, kama mwanamke ni yeye alijitoa kwa hiyo nyumba yake akaenda. Sasa akona jibu lake, arudi wala aende ama asiende, hiyo ni yake. Lakini
Kama alichapa akaenda, huyu mwanaume ameona ni kuingilia tawala mtoto unasema alimfukuza. Feni. Hebu nimalize. Kama alimchapa akaenda, hakuna kitu kizuri kingine ameona kwa huyo mwanamke. Sasa anataka kurudi. Mwanaume akumfukuza, acha ni wake ama wenye wako hapo nje. Kama hujafukuzwa, unakula vizuri, kila kitu unapewa, acha acheze huko nje. Ujue hiyo ni nyumba yako. Ile siku ataleta mwenye ataleta ndio utajua, lakini usisikie ati yako na watu huko nje ujitoe uende na alafu kuje kuuliza advice kwa watu. Kaa kwako, ujue wewe umeolewa, na ndio nasemanga before muoane, hebu enda kwa wazazi mjitambulize, hata kila mtu anajua wewe ni bibi ya mwenyewe na wewe ni bwana wa mwenyewe. Mwenye anacheza huko nje acha acheze, lakini nyumbani atarudi. Lakini kama ni wakukuchapa yenyewe usirudi, ukanyage na uende mbali, usiwahi rudi nyuma. Hiyo ndio nasema. Okay, asante sana. Kwa mjadala wetu wa siku ya leo, kuna mwanadada hapa ambaye aliolewa. Alipoolewa na bwanake wakakaa, kazajaliwa, wakapata mtoto. Alipopata mtoto sijui makosa ilitokea wapi. Mwanaume akamwambia kwamba sasa nimechoka nawe. Kanyaga kubwa nenda kwenye. Alipoenda kwao, muda ukapita mchache, jamaa akaoa bibi mwingine. Wamekaa. Pia imefika wakati amemwambia kwamba hapa basi hakukaliki, nenda. Nirudi kwa bibi ya kwanza. Naenda kwa wazazi, amemwambia kwamba wazazi, naomba msamaha kwa kufukuza mtoto wenu. Nimekuja hapa kwa heshima kuu. Nimrejeshe nyumbani tukaishi, tulinde mtoto. Wazazi wakasema kama ni hivyo basi sisi hatuna budi. Nyinyi vilivyo mlianzana, mahali mlifikishana, mkielewana sawa, nenda mkaongee basi, mkielewana mnarudiana, msiporudiana sisi tupo tu. Ndio dada anasema kwamba mtoto kila wakati nataka dadi. Alafu imefika wakati pia yeye mwenyewe anaona kwamba aoni ni vizuri kama anaweza rudi kwa yule mwanamke ambaye alikuwa ashaolewa, tena arudi kwa hiyo nyumba na hapo mwanzo alikuwa ashafukuzwa. Mjadala wetu wa siku tunauliza kwamba kwa sababu yeye mwenyewe anauliza kwamba atafanya nini, kwa sababu ako kwenye harakati ambayo ailewi afanye nini, haende ama acha asiende. Anaomba ushauri, tumsaidie vipi? Bensi. Okay. Wacha turudi kwake Masi. Tupe maoni kuhusiana na mjadala vile umeusikia. And then turudi kwa kina Felix hapa watupe maoni. Habari yako? Salama sana, nashukuru. Nakuja na saluni ya kuja kutengeneza vile penzi ametengenezwa huko. Nimemkaribisha, unilipie. Akikuja already. Haina shida. Aya, asante. Sasa mi nasalimia kila mtu mwenye ako hapa hivi mbele na wenye wako kwa comment na wenye watakuja baadaye kwa sababu ya network yangu. So, kwa topic ya leo chenye naweza sema, kitu najua kinaunganishanga watu ni upendo. Alafu, hao watu wawili venye walikuwa wamekaa, yeye alikuwa anaona anakaaje. Kunaweza tokea makosa mara moja akapigwa. Na maybe ilikuwa ni makosa and the man is now sorry. Unaona? Alafu yeye mwenyewe anafikiria nini? We can't give an answer to that woman. Yeye ndani yake anafikiria nini? Kuuliza hili swali kwa watu kumaanisha anapenda huyo mtu na anataka kurudi kwake. Yeye amsamehe tu if she has a forgiving heart. Amsamehe. Yeye ndiye anamjua. If at all alikuwa anampiga regularly, basi hapo tunaweza mshauri asirudi pale. But kama kilitokea mara moja tu peke yake, hiyo ni nyumba yake. Apime tu moyo wake, alikuwa amependa huyu mtu aje na huyu mtu alikuwa anamchukuliaje. Hayo mengine yote wanaweza sameana. Arudi kwake tu.
Yeah. Ndio hata Okay. mtoto apate malezi mazuri. Okay, asante sana Masi. Unasema kwamba warudiane. Na huyu mwingine kama alikuwa ameenda na mtoto naye arudi. Lakini hawajatuambia kama alikuwa na mtoto ama hakuwa na mtoto. Unajua Hapo ikifikia hatuzungumzii huyo mwenye alienda, kwa sababu kesi ambayo tuko nayo ni huyu wa kwanza. Sasa unajua wanasemanga upendo wa kwanza unasidi upendo mwingine wowote. Yeye kuja kuuliza arudi ama asirudi, ashaamua anataka kurudi na anataka kusikia maoni yenu. Mkimwambia arudi ama asirudi, bado atarudi tu pale pale. Sasa yeye hata akirudi atakuwa na makosa. Juu yeye ndio bibi wa kwanza, mke wa kwanza. Na yule mwingine akija kurudi shauri yake, but hapo ni kwake. Kitu cha kwanza unafaa kujua. Na yule na huyu mwanaume kwenda kumtafuta kwao, meaning amesota utaya mambo yote huku nyuma, ndio ameenda kumtafuta. Kama angekuwa anarejesha huyo wa pili, hangeenda hadi kwa kina huyo wa kwanza, kwa wazazi. Kwa nini waende kusolve? So mi naona ni kama wamesha solve na ameamua kumleta wakae venye walikuwa wamekaa mara ya kwanza. Kuna kitu kilikosekana tena kwa huyu mke wa pili. Kama wangeelewana na kila kitu kiwe sawa, angemretain. Watu uko sana na mwingine baada amwambie mrambie. Okay. Asante sana. Hapana. Yeye mwenyewe waone walikuwa wanapendanaje. Yeye anampendaje kwanza, mwanzo kabisa. Anajihisi aje. Yeye ndiye amekaa pale. Amemjua ni aje, but kama alikuwa anampiga regularly, ndio nimesema tunamwadvise atoke. But kama ili happen mara moja, tunafaa kusamehe. Yeah. Hakuna mahali nimeona wamesema mambo na kichapo. Nyinyi mmetoa wapi? Nakumbuka kuna mwanaume anapenda wanawake wengi. Baada vile anampembeleza arudi, bado usikia kuna huyu hapa na huyu hapa na huyu pale. So, okay. Nataka tuende na utaratibu. Si bora yeye ndiye ako kwa boma. Bora yeye ndiye ako kwa boma. Unajua hata ukiwa na huyo mwenye uko na yeye, baada anatoka anaenda. Wewe omba Mungu usiletewe ugonjwa na ukae kwa space yako. Ukianza kufikiria venye watu wanatoka nje wanarudi, utakufa tu bure. Bora wewe shida ukiombea bwana yako ndiye apate nguvu ya yako. Hayo tu. Okay. Asante sana. Shida ukiombea bwana yako mwenye anakuchiti ndiye apate nguvu ya kuchiti. Favored nyamaza. Okay. Benzi. Sasa maombi unaombea mtu. Okay, ni choice ya mtu kwa mwaminifu. Masi kidogo tu. Okay. Benzi. Yes, Dan. Habari yako? Okay. Niko poa. Nataka kila mtu huwa anakuwa mfupi kidogo, mtu anachangia huku kiongezea hivyo, ndio tunaweza kila mtu apate maoni ya kupeana, kwa sababu kuna mwenye anaweza mpea maoni ya msaidia. Anyway, karibu sana. Ni venye uliniambia nitulie kwanza, sijui nani aongee, ndio uniambie mjadala, so nikatulia. Nimesema mjadala. Aya, neti ilikuwa imekata nikatoka kidogo. Okay. Pole. Unaweza rudia haraka tu. Kuna huyu mwanadada aliolewa na bwanake, alipoolewa na bwanake wakajaliwa na mtoto. Alipojaliwa na mtoto, jamaa ikafika wakati sijui walikosana nini. Mwanadada akawekwa njiani, akaambiwa nenda kwenyu. Jamaa akabaki akaoa bibi mwingine. Nekana huyo bibi imefika wakati pia wamekosana naye, ashamfurusha tena. Nauliza, jamani, si niende nirudishe yule wa kwanza? Akaenda kwa wazazi wa yule bibi wa kwanza, akaongea na wao, akamwambia kwamba nimeomba msamaha kwa kumfukuza, nataka turudi tuishi maisha yetu, tulinde mtoto.
Wazazi wakamwambia kama mtaelewana urudi na yeye sawa, nyinyi ndio mko na jibu. Mwanadada ako ako anashindwa sasa, arudi asirudi, ndio anauliza atafanya nini? Naweza muadvise aje? Okay, kwa maoni yangu mtu ukiingia kwa ndoa ulishaamua. Na ukiingia kwa ndoa kuna ile upendo ikiisha ndio kila mtu anaanza kuona makosa ya mwingine mpaka inafikia watu wanaachana. So kama huyu mwanadada alitoka kwake kwa bwanake na ni bwana wa mtoto wake, yani baba mtoto wake, walikuwa wamezaa, amekaa huko nje, na saa hii bwana alioa, amekaa na huyo mwingine, na imefika time ameanza kudemand huyu wa kwanza, then it means kuna uzuri aliona kwa huyu wa kwanza ambaye ni mama mtoto wake. Na hao watu wawili, kama huyu mwanaume amefika mpaka ameona wacha aende kwa wazazi, then it means anadhamini huyu bibi yake wa kwanza na anampenda na anamtambua kama mama wa mtoto wake. So kivyangu, kama huyu mwanadada hakuna kitu, yani ile kitu kubwa ili happen. Unajua kuna Dani, wacha niseme hivi, kuna vitu zinaweza happen kitu kidogo, sisi kama wanawake unaichukulia, maybe unaweza pata mwanaume akiwa na mpango wa kando ama nini, ama msikie ako na demu mwingine, hiyo kitu inatuuma sisi kama mademu. But huyu mtu akikaa vizuri, ajijue na akuje kama mwanaume akuombe msamaha na aende kwa wazazi wako aseme nimeomba msamaha. Wewe mwenye ulikuwa unakaa na yeye ulikuwa umemjua vizuri. Kama hakuna kitu kingine alikufanyia kitu kubwa na ameamua kujirekebisha, na utamsamea tu. Kuna ile kusamea, utamsamea, urudi ujenge nyumba yako na ujenge ndoa yako, kama hakuna mistreatment yenye alikufanyia. Kwa sababu ya nini nasema hivyo? Saa hii huyu dada yetu ako na mtoto na yule jamaa. Huyu mtoto bado anaendelea kugrow. Na saa hii hata tukisema sijui mtu unaweza kaa single mom, au unaweza kuwa na pesa zako, unaweza nunua plot yako ule mtu hii. Huyu mtoto kuna time itafika, ama wengi wanafika time anaanza kukuuliza umwambie babake ako wapi. Na hakuna venye utachukua huyu mtoto umpelekee mwanaume mwingine, ukifika huko tunasikizana? Yes, tunakupata. Ukifika huko kwa huyo mwanaume mwingine, maybe uzae mtoto mwingine, ama akufanyie kitu, ama aongeleshe huyu mtoto na venye atamuongelesha, uone it's as if hapendi mtoto wako. Na hapo mtaanza pia kukorofishana. So mimi advice yangu kwa huyu mwanadada ni arudi kwa bwana yake, waongea, wakae chini. Kama mwanaume amejitambua na ameomba msamaha na hakuna kitu aliwahi mkosea kitu kubwa, wakae walee mtoto wao na ajenge nyumba yake. Kumbuka kwa Biblia mwanamke ndiye ulea, mwanamke ndiye ujenga nyumba yake, na mwanamke ndiye ubomoa nyumba yake. Na kama hakuna mistreatment aliwahi pitia, unajua kuna mistreatment nayo uwezi force. But kama hakuna kitu kubwa, ilikuwa sijui maybe kuna venye aliona hizo tabia zake za kutembea nini, na huyu mwanaume angepata kitu mzuri kwa huyo bibi mwingine, hangerudi kwa huyu. Then hata huyu mwanadada inafaa akuwe proud, by the way. Akuwe proud because huyu mwanaume hajapata umuhimu wowote kwa yule mwanadada wa pili na ameamua kurudi kwake. So it means yeye ni wa maana sana. Arudi tu kwake, ajenge nyumba yake na akae na bwana yake na mtoto wao. Maoni yangu tu. Okay, asante sana. Asante sana kwa maoni yako, kwa sababu nataka kila mtu atoe maoni yake, tuone kama tunaweza saidia huyu mwanadada, aone kama anaweza rudiana na bwanake. Vayo, habari yako? Unmute. Habari yako? Nzuri. Kwaje? Tuko poa. Poa. Maoni yako? Okay. Mimi nilikuwa nasema hivi. Najua once mwanaume amekupea break. Hivyo yani inamaanisha kuna hivyo alikuwa na huo mpango wa kando, kuna venye alikuwa anamfurahisha sana kuliko huyu mwanamke wake kwa nyumba.
ndio maana akakuja akafuruga huyu mwanamke wa kwanza, akamwambia enda kwanza upumzike, ndio akaleta huyu tu tusema alimleta kama nini chombo cha furaha tu. Finally atarudia huyu mwingine. Alimleta tu amchezee, then amfuruge, then wakosane. Na huyu mwanaume tena amleta huyu wa pili mwenye alifanya maybe wakakosana na huyu bibi yake wa kwanza, amemleta huku kwa nyumba. Tena wamekaa kidogo, tena wamefurugana na yeye amemfukuza. Sasa ameona the best solution ni kurudia ule bibi wa kwanza. Means ule bibi wa kwanza alikuwa mzuri, tena alikuwa yani mtu alikuwa tu kuna kitu amemiss kwa ule mwanamke wa kwanza, na the real sense akuna mtoi wake. Maybe that's why ameona aje niende nirudishe huyu bibi yangu wa kwanza, juu maybe huyu wa pili maybe alikuwa nisumbua. Unajua kuna wanawake wengine wanakuanga sumbua. Maybe ameona wa kwanza kwa sumbua kama huyu wa pili. Ndio maana amemrudia. Sasa kama bwana ameenda amekubali makosa yake kufanya, amekiri mbele ya wazazi wa huyu dem, it's okay. Mimi sioni hapo shida. Sasa na wazazi wameruhusu msichana wao ongea na bwana wake. Kama hakumfanyia any mistreatment mbaya, ni hiyo tu walikosana tu makosa ndogo ndogo ya nyumba, hapo naona tu unaweza advise hiyo demu arudi kwa ndoa yake, aendelee tu na nini yake. Kwanza before arudi, akalisha huyu boy hapo kwa wazazi wake, waongee, aseme shida yenye ilitokea ni na hii, aongee maneno yake yote, what happened mpaka ikafikia wakakosana, kila mtu akaenda kivyake. Akaba hiyo si before arudi. Aira nese nyumba yagendere ne juu nere umanyikaine somo chibu no mukungu nere utangante kuigoro pome. Ona ira nese nyumba yagendere no boy. Na panda tebe. Okay. Okay, asante sana kwa maoni yako. Asante sana. Njia za comments hapa nao pia wanaendelea kushika. Naona wakili naye upande ule mwingine wa tatu, jicho la tatu yuko pala. Asante sana. Asante sana Valentine Lifestyles, na nakusema kwamba mwambie ndoa ni kuvumiliana, arudi kwake waishi penzenza mtiifu, sema kwamba respect war. Angalia live ya Mtoi place. What if amepata ugonjwa sasa anakutaka juu kuna watoto wake? Miss Day, asante sana. Let her value her worth. Asante sana. Let her run for her life. Asante sana. Judith Muturi, tujifunze kusamehe. Biblia inasema kwamba msamaha pia ni kitu cha muhimu. Celestine Nyagaka channel na kucheki na Jane Azuma. Asante sana team comments akina Yasmina Boni, akina Vesta Media, akina Momanyi the actor, Gregory Masinyangeri, wote na wacheki kwa ajili ya taratibu, njia safi kabisa. Delma. Habari yako Delma? Salama. Umeshinda vipi lakini? Niko poa, nashukuru Mungu. Amen. Karibu sana. Asante. Delma ni mmoja ama ni nani? Delma ni mmoja. Wakili. Wakili. She's my good friend by the way. Tunajua. Maybe anaweza kuwa hata client wako. Okay. Delma. Habari yako baba? Niko poa dada. Okay, maoni yako ni yapi kuhusiana na mjadala wetu wa siku? Najua sijasikiza mjadala vizuri, hebu nipitie kidogo. Then, before Delma ongea please. Kakitu tu kadogo nilikuwa nataka kuadd. Kadogo tu. Sawa. Nilikuwa nasema hivi. Okay, kuna watu wanasema, okay, huyu mwanadada kwanza kama ako hapa, asikize, amekuja kutafuta maoni. So, kila mtu ataongea yake, ajunge, asipotezwe. As in,
Angalie life ya mtoto wake. Na namba 2, akumbuke hakuna mwanaume mzuri kama mwanaume mwenye uomba msamaha. Unajua kuna mtu ye huona tu it's like hiyo ni right yake, maybe angeenda afanye hizo vitu zingine na arudi, but mwanaume mzuri ni mwanaume wa kuomba msamaha. Mwanaume amejijua na akajua aje huku nimekosa na nataka kuomba msamaha, na ukweli ameamua mpaka akaenda kufesi wazazi wa huyo msichana. So then it means ashajua alikuwa na makosa. So amsamee. Huyo ni mwanaume mturu kabisa. Jeno mo kirango nabonda kwa bage kirango ntoro kirani, but muni understand it. So achunge. Kama huyo mwanaume enyewe amemwomba msamaha, amsamee. Juu hakuna mwanaume atakuza aseme eti sijui nilikosa nikafanya hivi. Si wote. Majority will. Benzi. Yes. Naigua wakili aothe ng'omotumire gintu gikurungu zinga sharubati Ugendongera weke mwamundo cheke kombe ime eturungi ya matunda hii ni ya wanis tu akirere tukaraba se inbox ya ngote ngocherai. Okay, Delma. Baba mbiole. Mbega kabisa. Asingenjo ntate gusarira inchiere ntigarite chidaika 10 na yani chidaika 5-3 chirage chinsa 5-2 chiabono 5 chiabono botuko ntate gusarira inchiere musacha umusubati nara osogete kerasoka bakanyora omwana nyasaka basise na musacho yoye musacho nere agaikalenda agatebanga kwando sirikora agenda guchiari timatima goso kiba korete akagenda sobo bona akachaka umusacho agachaka nyomu musacho umukunguonde keranyo umukunguonde yaikere bono chire ya mase ya mambaka sa bible bo musubati oria umutangani gotebanga yaya entogo kora achiri umukane n'umwana muirani mpole sana sa magoso na korote abo buli bumusubati yo monene bagateba yaya nyore kumutagite enda muikaranse muigwane musubati yakuburinga urochengirane gosenkoreki na kiora mu advice. Okay, hii kosa umetenda makosa na koko kosa si kosa bali kurudia kosa ndiko kufanya kosa. Amsamehe tu na arudi kwa ndoa yake. Juu hata akitafuta mwenye ako 100% hayuko. Tu aende avae hiyo kiatu yake. Hata kama alikosa tu kuleta bibi mwingine. Hata tu aende wavumiliane. Naombe Mungu sana juu majaribu yako tu kwa ndoa. Na usipopitia hiyo si ndoa lazima upitie. So yeye tu akae chini, wasungumzane, warudiane tu. Okay, asante sana Delma kwa maoni yako, asante sana, barikiwa sana. Wakili? Yes. Nataka kumaliza, Yes. Siku mwema nimeenda. Okay, na siku mwema uwe na wakati mwafaka. Asante sana. Wakili anataka kuniambia nini? Nsererende. Pesa namba yangu sija change. Fanya hivyo. Niko poa tu niko. Hebu ni text usipotange hivyo. Bye. Okay, asante. Atuoma Elliot. So then nakucheki baba. Okay, wakili, nataka umalize hii story haraka nifunge. Tupatane kesho. Wakili. Yes sir. Maoni yako ya mwisho tumalizie hapo kwa siku ya leo. Mimi what I can say is that hii mambo vile inaendelea tu hivi
at least this lady today ameona the advices she has received from different stakeholders here. At least she need to integrate, ajue ni nini, nani amempea the best option. Maybe there's somebody more alimpea another option, ama there's some 2 or 3 options zenye akichukua kiziweke pamoja, they can give her a good solution. But what I can advise is that if that man is ready, you must now at least have a third party there, such that what you need to do, if you know that he is now back na unajua anakuanga na mchezo, at least mnawezaenda kwa wakili, you sit down in the presence of the lawyer, you're going to agree and sign, ndio mtu asiwe akikuchezea. By the way, to my sisters and my elders here, I'm just requesting you, there are some men wenye unapata huwa anataka kuchezea mwanamke hapa na pale. Sometimes such people, you need to have a third party authority coming between you, such that you go, mnaandikiana, in case this person is going to go contrary to what you have agreed, there are consequences you must pay for. We want to ensure that we have good morals as we grow up. So what I'm just requesting is that after your third party, mulete pale, keti chini, agree, then you sign, kila kitu iwe intact. Ndiposa mwanaume asifanye nini, asiende nje. Na bado kama amekuja, tafadhali don't forget, you need to go fast. You start things is like you starting afresh. Kama ni kupimwe, endeni mpime magonjwa. Enda mpime magonjwa tafadhali. Usipate kuwa ameenda pale nje akawa messed, so it's just coming back to mess you and your entire generation. So tafadhali, hata akiwa ameenda 1 week, akirudi, it's good as even couples keep on testing yourselves for this such a we have a sexual transmitted diseases. Unapata mmoja ameenda akaleta. So tafadhali keep on testing all these things so that you can have things going in line. Otherwise, namwombea tu mema na Mungu ambariki. Asante. Okay, asante sana wakili Dominic Onderi. Kwa maoni yako mazuri sana. Dakika 2 zimesalia zitimie saa 6 usiku majira ya Afrika Mashariki, na itabadilisha time. Lakini kwa sasa kama uko ndani, kwambia asante sana, na kama huja subscribe Akaro TV, hiyo ni channel yangu, fanya vile ili ukapate burudani, na kuna drama ambayo nimekupangia pale babu kubwa, drama ambayo imeenda skuli, na drama ambayo iko na mambo mafunzo mengi sana kwa Akaro TV. Kwa sasa nakwambia kwamba asante sana kwa kuandamana nami tangu nilipoanza majira ya saa 4 hadi wakati huu. Nawatakia usiku mwema. Mungu mwenye anabariki kila mmoja, kila mtu akubariki, nawe kila ambacho unataka kufikiana mwaka huu kiafikiane panapo majaliwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa majina nite kijana wa nguvu Daniel Kerigo, kina wakati nite National Boy, na kutakia usiku mwema. Bye bye.